Sisi millennium, wakati tunakuwa millennium wengi, millennium mashahidi hapa. Millennium mtakuwa mashahidi. Sisi millennium wakati tunakuwa, ilikuwaga ni nadra sana kukuta mwanamke ambaye hajaolewa afu amejipangia chumba chake eti ana kwake. Ilikuwa nadra sana. Hata iweje, hata kama ameajiriwa, kama hajaolewa anakaa kwao tu. Yaani kama hujaolewa wewe unakaa kwenu hadi uje uolewe. Ndio maana watu wengi sana walikuwa wanaolewa haraka. Kwa sababu ilikuwa ni ngumu pia kukengeuka maadili ukiwa nyumbani. Lakini pia kama hautakengeuka maadili, maana wewe lazima utaolewa. Watu wengi hawaolewi kwa sababu ya maadili waliokuwa nayo na hawataki kubadilika. Umeona bwana? Hata sisi wanaume bwana. Kwa mfano jamii ya sasa, sisi wanaume tuzungumze na ukweli. Sisi wanaume tuzungumze na ukweli. Hivi ukikuta mwanamke amejipangia chumba chake, ana wanawake sasa hivi hapo kibao, wana vyumba vyao, wana kwao, wengine wana nyumba zao, wana biashara zao kama hivyo. Turudi kwenye chumba au nyumba. Ukikuta mwanamke amejipangia chumba chake, yani ni chumba chake, ila hajaolewa wala sio mke wa mtu. Tukiingiaga kwenye mahusiano na hawa watu wanaume, nadhani yake tunawachukuliaje hawa watu? Tuseme na ukweli, hawa watu kuna tunavyowachukuliaga yani. Na maisha yake yani ana kila kitu chake. Kuna namna yani, kuna miguu mingi sana aga tunarudi nyuma. Hata nikikuonyesha, hata mwanaume akikuonyesha ameingia mazima kiasi gani hapo, lakini amini yani akiingia sana hapo 30%. Akikukuta una chumba chako, yani amekukuta wewe una chumba chako eti una maisha yako, hamna. Aga watawachukulii kama wanawake wa kawaida tunaowajua sisi. Kuna kategori wanawake wa hivi aga tunawaweka. Hatuwawekagi kategori moja na wanawake wanaotokea nyumbani. Yaani tunajua kabisa mwanamke anayetokea nyumbani kuna mipaka anayo, na mwanamke ni mipaka. Mwanamke ambaye amejipangia na chumba chake hana mipaka. Sasa you can you imagine mwanamke kama unavyomjua, mwanamke akiwa hana mipaka, nadhani inakuwaje? Amejipangia chumba chake. Hofu ya kwanza ambayo kwanza aga tunaingia hapa, ya kwanza kabisa, mwanamke ambaye amejipangia chumba chake, hata tunapokwenda kumtongoza, kumapproach, waga hatuzani ana mahusiano. Aga tunamtongoza kama mtu ambaye tunajua ana mahusiano yake. Kwa target kubwa hapa, lengo kubwa kama mwanaume, aga ni kupita chap. Kwa sababu mwanamke aliyejipangia chumba chake ana maisha yake, hawezi kuingia mazima kama mwanaume. Kwa sababu kila mwanaume anaamini kwenye kila mafanikio ya mwanamke yoyote yanayoonekana na yasiyoonekana, nyuma kuna mwanaume, direct or indirect, hata kwa kulea tu. Asanteni.